habari ambayo tunaendelea kuipokea kama vile unaona wanajeshi wa Tanzania wameweza kutoa onyo kwa maafisa wa polisi kusema kwamba wakionekana wakisumbua tena waandamanaji. Mtazamaji, kulingana na habari ambayo tunaendelea kuipokea kama vile unaona hapo kwa screen, wanajeshi wa Tanzania wameweza kutoa onyo kwa maafisa wa polisi na kusema kwamba wakionekana wakisumbua tena waandamanaji wataweza kuwapiga risasi. Mtazamaji wangu, hizi ni habari ambazo zinaendelea kutokea. Ni siku ya 3 ya maandamano Tanzania, mtazamaji wangu, na nataka nikuoneshe tu vile mtazamaji wangu watu wa Tanzania wanaendelea kuripoti polisi kwa wanajeshi, na wanajeshi wanasema kwamba sasa polisi akionekana akipiga ama kuaras mwandamanaji ataweza kupigwa risasi na wanajeshi. Kumeharibika Tanzania, mtazamaji wangu. Tazama hii video vile watu walikuwa wanawaripoti wa polisi kwa wanajeshi. Tunakubali bwana. Kweni nchi bwana. Wametupiga marunga ya kutosha bwana. Jeshi! Jeshi! Tupeni nchi! Jeshi! Jeshi! Ara! Wanajeshi hao wakia Mungu, serikali yetu boda hiyo. Kabisa wa 10 wataongoza 10. Yaani nayo hata saa 11 tuko tayari kulala. Hapo sawa. Ai. Aenda kulala. Jeshi hao wanatupiga bwana. Ai. Wanajeshi wetu hao. Wanajeshi wanakataa vita. Huyu alishaenda. Yali tumelianzisha sasa, tuelewe kipindi sisi. Unyama ubwera. Sheria mwisho sisi. So mtazamaji wangu, hiyo ilikuwa jana, mtazamaji wangu, watu wakiripoti mtazamaji wangu polisi kwa wanajeshi, na tayari wanajeshi wameweza kuzungumza na wakasema kwamba hawataki kabisa kuona raia hata mmoja akiweza kuumizwa ama kuweza kufanywa chochote na polisi wakati wanafanya maandamano ya amani. Mtazamaji wangu, anasema kwamba hiyo ni haki yao ya kufanya maandamano na hawatazuiliwa na mtu yoyote, na kama polisi wakipatikana wakifanya hivyo, basi jeshi wanasema kwamba wataweza wachukulia hatua hao polisi na watawapiga risasi. Mtazamaji wangu, kulingana na hizo post ambazo nadhani kwamba nimekuwekea hapo. So hii ndio mambo ambayo yanaendelea kutokea nchi jirani ya Tanzania. Leo imeingia siku ya 3 ya maandamano, mtazamaji wangu, kutoka siku ambayo walipiga kura tarehe 29 mpaka leo hii. Mama Samia Suluhu hajawahi zungumza chochote, mtazamaji wangu, kwa sababu hatujui nani ambaye alishinda, kwa sababu Mama Samia alikuwa anashindana na yeye mwenyewe, lakini tension inazidi kushuhudiwa Tanzania, mtazamaji wangu. Watu wanazidi kupoteza mali yao, sana sana wale ambao walikuwa wanamsupport Mama Samia Suluhu Hassan. Mambo yanazidi kuharibika upande wao. Nimeona mwimbaji maarufu Diamond Platnumz pia ameweza kufuta zile picha zote alikuwa anapiga na Mama Samia, na zile picha zote za Mama Samia ameziputa katika mitandao yake ya kijamii kwa sababu ya maandamano ambayo yanaendelea, mtazamaji wangu, ukizingatia kwamba jana Juma Jux ambaye ni mwimbaji pia ni star mwimbaji wa Bongo Flava pia alifahamiwa kwa duka yake na ikaweza kuchoma, mtazamaji wangu, ikaweza kuteketezwa duka yake ambayo ni ya manguo, ikaweza kuteketezwa na akaweza kwenda hasara ya mamilioni ya pesa, mtazamaji wangu. Sasa Diamond Platnumz anahofia kwa sababu yeye ni mtu ambaye ako na kampuni nyingi sana Tanzania, huenda waandamanaji wakaanza kufanya uharibifu katika kampuni zake, na ndio maana ameamua, mtazamaji wangu, kuweza kufuta
zile post ambazo alifanya na Mama Samia Suluhu Hassan. Unajua nilikuambia kwamba watu ambao walikuwa wanarudisha nyuma sana Tanzania ni yao celebrities, kwa sababu ukiangalia waimbaji wakubwa wote walikuwa wanamuunga mkono mama. Ukiangalia TV kubwa zote mama, online zote kubwa mama. Sasa unapata kwamba wale influencers wakubwa Tanzania walikuwa wanamsupport mama, lakini bado wananchi hawajakubali kile ambacho wanauza. Watu wanasema kwamba mama tosha, lakini wananchi walikuwa wanakataa na wanasema kwamba sisi hatujakubali bado. Na hiyo ndiyo jambo ambalo nimekuwa nikizungumza hata hapa nchini Kenya, mtazamaji wangu. Nimekuwa nikisema kwamba hata mtu kama kwa mfano yule Samuel Ruto sasa vile alimchukuanga Raila Odinga, haikuwa inamaanisha kwamba italeta influence kubwa ama watu wengi supporters wa Raila Odinga watahamia kwa William Samuel Ruto kwa sababu eti amemleta karibu Raila Odinga. Hiyo haimaanishi hivyo. Na hii ni 2025 na mtazamaji wangu, ni tofauti sana na 1990s. Huko 1980s ungefanya hivyo na ingefanikisha, lakini saa hii ni tofauti sana mtazamaji wangu. So Mama Samia hata baada ya kuwalipa na kuwakaribisha karibu hawa wanamuziki wote wakubwa, waimbaji wote wakubwa, celebrities, wale socialites wote, ukiangalia walikuwa wanamsifu tu Mama Samia, lakini bado wananchi walikuwa wanasema kwamba no, hata mjaribu kumuuza aje, hata mjaribu kumpaka mafuta vipi, hatuwezi tukakubaliana na mambo yake. So hii inafaa kufundisha wanasiasa wote, si Tanzania tu, hata hapa nchini Kenya, kwamba si kwamba eti kwa sababu sasa unaona Babu Owino anapendwa sana Nairobi, eti William Samoei Ruto sasa amwambie Babu Owino, nitakupa kiasi chochote cha pesa unataka ili uje kwa serikali yangu unisaidie nipate kura za Nairobi. Babu Owino akija hapo kwako kwa Kenya Kwanza atakuja na kura moja ya Babu Owino na maybe kura chache za marafiki zake, lakini imaanisha kwamba watu wa Nairobi wote ambao walikuwa wanampenda Babu Owino watakuja kupiga kura kwa William Ruto kwa sababu Babu Owino ameingia kwa serikali. Hiyo haiendi hivyo, na nadhani kwamba watakuwa wamejifunza somo kutokana na Tanzania, kwa sababu nimekuambia watu wakubwa wote Tanzania, wale ambao unawajua, wale ambao wako na following kwa Instagram, unapata mtu ako na 10 million followers, 5 million followers, au followers wote wamekataa kusikiza hao wasanii. Wanasema kwamba no, au mtu atupeleka mahali ambapo tunaona kuna shida. So hapa nchini Kenya iwe somo kubwa kwamba hata ukinunua nani, hata ukinunua Uhuru, hata ukinunua Raila, hata ukinunua Kalonzo, hata ukinunua nani, haimaanishi kwamba wananchi watakufuata kwa sababu ya kununua mtu fulani. Kila mtu ana maamuzi yake, na ukinunua mtu ujue kwamba umenunua kura moja tu yake na sio wale wafuasi wake wote. Na hiyo ndio William Ruto alikuwa amejidanganya kwamba alipokuwa na Raila Odinga, Nyanza region yote ilikuwa upande wake, na hiyo ni uongo. Hata tunaweza sema kwamba 30% tu ndio walikuwa wanamfuata Raila Odinga, lakini 70% walikuwa upande wao, kwa sababu Raila Odinga kwenda kwa serikali haimaanishi kwamba wao sasa wote wamfuate mahali ambapo ameenda. So nitazidi kufuatilia hii story ambayo inaendelea upande wa Tanzania, na nitakuja hapa kumake sure kwamba nimeweza kukufahamisha na kukuinform kila kitu ambacho kitakuwa kinaendelea siku hii ya leo Tanzania, mtazamaji wangu. Sijui una maoni gani, uniachie hapo chini katika sehemu ya comment section, na usiende mbali, nitarejea na mengi zaidi. Hii ni Jetan Daily Politics kwa sasa, bye bye.